It's another time tunakutana tena kupitia Landlord TV kupiga mastori mob, lakini pia kuchambua mastori mbalimbali ambayo yamehappen kupitia mitandao ya kijamii, lakini pia mitaani kwa ujumla. Leo bwana, kwenye ni hayo tu, nilikuwa na maswali ambayo nafikiri ingekuwa vema kama tungepata nafasi ya kuyajadili pamoja. Nafikiri iko wazi na kila mtu mwenye macho nafikiri anaona namna ambavyo muziki wa hip hop sasa hivi umeweza kupenya na kupata sikio mtaani, tofauti na kipindi kidogo cha nyuma pale, kipindi cha 2016, 17, 18, design fulani kama muziki wa hip hop ulikuwa umepooza, lakini sasa hivi tunaona bendera yake inarudi kwenye map kwa kasi sana. Lakini pia mbali na hapo, tunaona wasanii wengi sana wa hip hop sasa hivi wanapendwa vibaya mno mtaani, na mfano mkubwa wa wasanii hao nafikiri tunaweza tukamweka Disaster Vina pale bila kupepesa macho. Huyo ni msanii ambaye sasa hivi anapendwa sana, na nafikiri kwa yoyote ambaye anaisikiliza sasa hivi ni hayo tu hapa, nafikiri mtaani kwake kama hajaisikia ngoma ya Disaster Vina kwenye library, basi atakuwa amesikia kwa bodaboda au atakuwa mshikaji mtaani. So ni moja kati ya washikaji ambao wamepata nafasi kubwa sana ya kupewa sikio mtaani. Sasa nimekuwa nikijiuliza maswali kadhaa kwamba ni kweli kwamba mashabiki ambao wanaihusudu hip hop au wanaoipenda hip hop, mfano mdogo ni hawa mashabiki ambao wanampenda sana Disaster Vina sasa hivi, ni kweli kwamba hawana hela? Kwa sababu kuna notion mtaani kwamba hawa mashabiki wengi ambao wanajifanya wanapenda hip hop hawana hela, ndio hawa tu vijana wahuni wavuta bangi, hawana hata ile pesa ya kuweza kununua album kwa msanii, au hawana hata ile pesa ya kwenda kulipa kiingilio msanii wa hip hop akiandaa show. So hiyo notion ina ukweli, na watu ambao wanakuja na hiyo notion wanakuja na ushahidi kwamba angalia msanii wa hip hop yoyote akiandaa show, lakini pia angalia msanii wa kuimba akiandaa show, afu uone namna ambavyo mapokezi yatakuwa kwa wawili hao. And of course tumejionea wasanii wengi sana show zao ambazo wanazifanya huko mikoani, majority ambayo inaingia mule ndani ni tofauti na wasanii wa kuimba. Mfano mkubwa ni Diamond Platnumz. Sasa hivi ana tour yake ambayo anazunguka mikoa mbalimbali akiwa peke yake, na tumeona nyomi ambalo amekuwa akilikusanya. Mbali na hapo, tumeona wasanii wengine kama Mario, Nandi, Mbosso na wasanii wengine kibao wa kuimba ambao wapo kwenye headline sasa hivi. Tunaona namna ambavyo wakiandaa show zao wanavyosepa na kijiji, tofauti na wasanii wa hip hop. Mfano mzuri sasa hivi kumekuwa kuna movement nyingi sana za hip hop. Tumeona wasanii wa Tukusa ambao ndio last survivors wa hip hop waliobakia, mmoja kati ya watu ambao tumewaona wakipiga show mbalimbali mtaani. Recently wamepiga show Zanzibar na tumeona ni wamefanya vizuri na ni hatua nzuri of course kwa upande wa hip hop. Lakini ukiangalia sasa kwa jicho ambalo ni angavu na bila kupepesa macho, of course mashabiki ambao walikuwemo mule ndani walikuwa ni wa kuhesabika. Sasa ndio tunarudi kwenye ile notion kwamba ni kweli kwamba wasanii wa hip hop mashabiki wao ni wale ambao ni wahuni tu, wao ni watu ambao si rasmi. Yani tunapozungumzia wahuni tu ni kwamba ni watu ambao hawana maisha yao, yani ni watu tu ambao wapo wakishavuta bangi zao magetoni, ndio hivyo wanamsikiliza Nicki Mbishi, wanamkubali na nini, lakini hata kazi hawafanyi na hawana hata uwezo wa kwenda kulipa ile shilingi 10,000 ya regular ya kiingilio. Ni kweli hiyo notion, na unaweza kuthibitisha kwa kuangalia namna ambavyo wasanii wa hip hop entrance ya mashabiki zao ambavyo inakuwa. Show ya Tukusa ambayo imefanyika Zanzibar recently, unaona kabisa watu ambao walikuwa wameingia mle ndani ni wa kuhesabika. So hii inakuja kuprove ile notion kwamba yawezekana ni kweli watu ambao wanashabikia hip hop ni watu ambao hawako timamu, na hata kifedha pia hawako timamu. Kibelembele tunao wasanii wengi sana wa hip hop ambao wanasepa na kijiji, kuanzia kwenye digital platforms lakini pia na physical. Mfano mzuri ni msanii wa zamani kidogo hapo miaka ya 96 mpaka miaka ya nyuma, amnamzungumzia Tupac na wasanii wengine kama kina Biggie and so forth. Tunaona namna ambavyo wasanii hao walikuwa na uwezo wa kusepa na kijiji na kujaza nyomi la kutosha kwenye show zao, na walikuwa ni wasanii ambao wanafanya hip hop ngumu kweli kweli, tofauti na hip hop hizi ambazo unazisikia sasa hivi. Yani wale ndio wasanii ambao walikuwa wanafanya real hip hop. Ngoma inaweza kaimbwa mwanzo mwisho, watu wanafoka tu. Sasa pamoja na kuimba ngumu kiasi kile, bado walikuwa wanasepa na kijiji. Lakini pia nao makundi kadhaa ambayo pia yalikuwa yanafanya vizuri kipindi hicho.
tuna Niggas with Attitudes, moja kati ya kundi ambalo pia lilikuwa linafanya vizuri sana kuanzia kwenye mauzo ya nyimbo zao, kwenye shows na mapato kwa ujumla, walikuwa wako vizuri sana. Lakini pia tulikuwa kuna kundi la Wu-Tang Clan na wengine wengi ambao walikuwa wanafanya vizuri sana. Na kwa sasa hivi tunao wasanii mbalimbali kama Future, Drake, Ghana, Young Thug, Kendrick Lamar, wasanii ambao tunawaona wanashika namba za juu kwenye charts mbalimbali ambazo zinaonyesha nafasi za ngoma ambazo zina trend Marekani. Na ukija pia kwenye mafanikio ya kifedha, lakini pia na machupa ambayo wanakuwa wanafanya ni machupa ya kiwango cha juu. Kwa nini hicho kitendo kinakuwa ni kigumu kwa hapa Tanzania? Kwa mfano sasa hivi nimetoka kuisikiliza Top Shelf ya Disaster Vina, nyimbo ambayo ni ya viwango vya Billboard, beat, sound, mziki ambao umepangiliwa pale, melody, deliverance ya verse, uandishi kwa ujumla. It's high level kama jamaa anavyosema kwamba ile kweli ni top shelf. Lakini sasa kwa nini kupitia nyimbo kama hizo hapo wasanii wasijaze nyomi kwenye show zao? 3 or 4 years ago Jay-Z alifanya tour akiwa na Beyonce ambayo ilikuwa inaenda kwa jina la On The Run, moja kati ya show ambayo ilikuwa ni sold out karibia kila sehemu. Na nafikiri ni miaka ya nyuma kidogo hapo, miaka 2 ama 3 imepita, kuna show yake moja ilikuwa imetrend sana TikTok, ile Jay-Z yuko na Beyonce anaimba Forever Young live. Lakini pia mwaka 2024 Kendrick Lamar alipata nafasi ya kutumbuiza kwenye moja kati ya show kubwa sana nchini Marekani, nazungumzia Super Bowl America. Tumemwona Kendrick Lamar, msanii wa hip hop na hip hop kweli kweli, alipata nafasi ya kutumbuiza pale akiwa kama main character, yani msanii peke yake, kama ambavyo Diamond sasa hivi anaandaa retro tour mikoa mbalimbali, yeye akiwa ndo jambazi kuu pale, hawa akiwa ndo steering pale wa mchezo. Sasa ndivyo hivyo kwa Kendrick Lamar kwenye show ya 2024. And kwa Marekani nafikiri ni kitu cha kawaida sana msanii wa hip hop kupewa jukwaa kubwa kama lile pale. Tunapozungumzia Super Bowl kwa Marekani, kibongobongo ni kama siku ya Yanga Day. Siku ya Yanga Day unamweka pale Fid Q kama ndo mtumbuizaji mkuu, yani kama yeye ndio top artist au sterling sasa wa mchezo, yani kwenye kitengo cha kutuburudisha tunamwachia yeye. Sasa just imagine, kwa nini Tanzania wasanii wa hip hop hawapewi nafasi ya hivyo? What's wrong? Kitu gani ambacho kinakwamisha? Ni kwamba uwekezaji ni mdogo, bado uwekezaji haujatosha kwenye muziki wa hip hop. Kuna namna ambavyo wasanii wa hip hop inabidi waongeze uwekezaji ili muziki wao pia uende uchane mawimbi na waweze kupata manafasi ya shows kama hizo. By the way, shout out to Aznas Music, shout out to Tukusa Mfaranyombo, moja kati ya washikaji ambao pia wanaipush hip hop kwa nguvu zao zote. For real, na appreciate sana mchango wao kwenye kukuza hip hop Tanzania, na naweza kusema kwamba hao ni watu ambao wamekuja kuwa game changers kwenye muziki wa hip hop. Tunaona uwekezaji, tunaona vitu vingi sana vinafanyika, na ni kupitia wao tumeona kwa namna fulani hivi hip hop imeanza kurudi tena kwenye kwenye nafasi yake ambayo ilitakiwa iwepo nchini Tanzania. Na tunaona kabisa sasa wasanii wa hip hop pia wanavyoenda kubenefit kupitia hivyo vitu. So that's a few questions ambazo nikaona si vibaya kama tutajadiliana na kujiuliza wote kwa pamoja kwamba kwa nini wasanii wa hip hop Tanzania wanaweza wakatengeneza ngoma kali mtaani, lakini pia pamoja na kutengeneza ngoma kali hizo, bado wakienda kufanya shows watu hawaonekani. Wanao watu wengi sana ambao wanawapenda mtaani, wanawasifia kwamba nyie ni noma na nini, lakini ukija kwenye upande wa entrance sasa kwenye show ambazo wanakuwa wameziandaa, watu hawaonekani. What's wrong? Na nini kifanyike ili kuweza kuondokana na hilo tatizo? Mimi ni the baddest boy Mbabe Ninja in town. Hapa ni Lenlo TV, ulikuwa unaitazama. Ni hayo tu. Thank you.